Kwa majina naitwa Oscar Kiplagat, yule kijana wa Sugoi. Na this time round tulisema lazima tuambiane ukweli kwa sababu we are the young generation of this country. Na hatuwezi danganyana, hatuwezi bembelezana. Mimi ni supporter wa UDA. Niko katika chama ya UDA. Lakini kuna mambo mazuri inafanyika na kuna mambo mabaya ambayo tunaangalia inafanyika. Kwa hii mambo ya fuel, you will not convince us, Mr. President, that you are going to do subsidy in this fuel. Na wewe ulikataa mambo ya subsidy. Ulisema hiyo ni ukora, ni njia ya watu kukula pesa. Sasa saa hizi rais wewe unaongelea mambo ya subsidy. Hiyo bilioni 5 unataka ati kulipia wananchi. Na already ushakata wananchi 46 shillings. Mr. President, we need to be serious because we know interest in that sector iko juu sana. Na hiyo ndio kitu yenye mnaangalia. Mr. President, we have fuel in this country. Tuko na visima za kuchimba mafuta kwa hii nchi. Tunajua Talonga 101 hiko. Hata hapa Baringo tuko na macho moja kutoka Sudan. Ni vile hamtaki kuambia Wakenya. Tuko na mahali ya mafuta hapa Baringo. Lakini mnaficha. Nyinyi wenyewe mnataka kumumunya peke yenu. Sasa nasikia saa hizi mnataka kutengeneza njia kutoka Turkana ipite huko hivyo Northeastern kwa Al-Shabaab, ifike Mombasa, alafu kurudi ili ya Kenya itoke nje. Na bei ya mafuta imepanda. We will not allow that. We will not allow that as members of this country, as young leaders of this country. Mr. President, reduce fuel. Na si tafadhali, huyu ni kijana kutoka Sugoi. Huko Sugoi watu wanalia, mafuta imepanda, watu wanalima, watu Mr. President, hii one term nilikuambia. Wewe usipochunga ni shoka. One term itakuwa shoka, Mr. President. Wewe unaangalia Gladys Boss Shole. Gladys Boss Shole mwenyewe amefukuzwa pale Uasin Gishu. Women rep Uasin Gishu ameambiwa toka, ni one term. Koti moja ameambiwa toka, ni one term. Ule mtu ambaye ataponea peke yake Uasin Gishu County ni Mheshimiwa Oscar Sudi. Huyo class 2 dropout. Nyinyi mnaonanga ni mjinga tu, Sudi. Huyo ni mkarabati na anapanga maneno. Huyo tu ndiye the only leader in Uasin Gishu ambaye atakula 4 term. Si 1 term na si 2 term, yeye atakula 4 term. Oscar Sudi. Lakini hao wengine wote, governor, senator, MP, ati sijui MCA, ni 1 term. 1 term is constant to those criminals. Kwanza members of parliament, I call them criminals because 2024 they oversight the killing of young people here at Bunge. Hiyo tusidanganyane, na ndio maana tunasema 1 term. Na Sudi hakukua. That's why nakwambia Sudi ataenda 4 term. Si mnasemanga aendangi Bunge, hakukua hiyo siku. So yeye 4 term. Lakini hao wengine nyumbani. Ni mbaya, ground ni mbaya. Na this time atubembelezani. Kwa hii maneno ambayo imefanyika hapa Mlima Kenya, tumeangalia Rachel amechomwa. Mtoto mdongo, a very promising lady from Mlima Kenya. Alafu watu wakizungumza mnasema ati ukabila, you are provoking the whole community. We are not provoking the whole community, but we want to tell that community that we are going to deal with that criminal, Rigathi Gachagua, the person who declare himself ati kwamba ni community leader akiwa pale Olkalao. We want to deal with that criminal. He is the big devil, the living devil in this country. Hawezi choma mtoto, hawezi choma msichana eti kwa sababu ametatu Oscar hapa hivi. Ni vile mimi mweusi, rais ningemweka hapa kwa forehead. Wacha hiyo, hata kwa masikio, ni vile yangu ni ndogo. Mwache kutishia watu na kuuzia watu uoga. Eti ukisema 2 term wewe ni mbaya. Tunasema 2 term strong. Na ni 2 term with reason, 2 term with facts. As a sportman in this country, mimi nimeona 60,000 seater capacity stadium bwana. Sasa nyinyi mtaka tubembelezane. The last stadium tuliona ni Moi alijenga. Huyo mwenye mnasema hakufanya kazi. Hii Kasarani, Nyayo, nani alijenga? Hata Gor Mahia inabeba vikombe hapa Kasarani na Nyayo Stadium. Courtesy of Moi. Sasa nyinyi mnakuja kutulecture ati sijui Moi, sijui nini. My friend, Uhuru Kenyatta, with those psychophants that are following you. Tumesema hivi, as young people, without accountability from 2013. My friend, nyamaza, hakuna kitu natuambia. Funga mdomo.
Because Uhuru Kenyatta, wewe, we have record. You borrowed more than 6.5 trillion in this country. Lakini ile kitu yenye ulifanya tu partnership between Kenya Expressway and Kenyatta family. Hiyo ndio mambo ulifanya. Sasa Mr. Uhuru Kenyatta, sisi tunakurespect sana. Mimi nakuambia, mimi nilikupigia Israel pale Gilgil. Na wewe unaelewa Israel ni nini? So relax, tulia. Ama tukuje na vijiko wa Munyoro, tupitie Ichaweri, tuwafunike wote. This time Kenya must change bwana. Lazima projects zipelekwe Nyanza. Lazima projects ziende kule North-Eastern. Lazima Mombasa watu wasikie wako kwa serikali. Na lazima amani ikuwe Kenya. Watu wawili hawezi cause injustice. Wewe sasa mimi nakuuliza, Rigathi Gachagua, leader of that community, because the resident of that community, they are innocent. Resident from Mlima Kenya, those people are innocent. They are just following your bad utterances, incitement words and propaganda and wrong figures ambao unaziquote. Hatujui unatoa wapi. Eti you are consuming raw intelligence. Raw intelligence ni kutuambia rais ametembea kwa ndege ati iko na wanawake wanne. Eti wanamshikashika. What is that? Hiyo intelligence ni gani? Kwani mimi waulize wa Kenya, in every sector of airways, mambo ya ndege, usafiri, kuna wasichana warembo wanakuanga hapo, sijui wanaitwa hostess. Sasa kama ndege yenye rais alienda nayo buku ilikuwa na wanne na ni warembo, hiyo kwani inawauma wapi? Tuache kukua personal na tuache wivu. Wivu ndio kitu inaumiza wa Kenya wengi. Wivu, eti mimi nikisema 2 term strong, 2 term without blinking, eti mnaniambia Oscar sijui nini. Ati maandamano. Wakati wa Ojwang ndio tumekuwa kwa hizi street. Sisi tumekimbiza IG mwenyewe, deputy IG. Sisi wenyewe tumewashika mashati. Nyinyi mnatuambia nini? This time Rais William Ruto, we are going to protect that office no matter what. Office of the president, the highest office in this land, we must protect. Hata kama tutatumia mishale, rungu, panga, sijui nini, hata kama ni acid mnachoma nayo watu, tutatumia kuchunga office of the president. Thank you very much. Kabla hujatoka, mara nyingi nimesikia watu wa tutam wakisema kwamba Rigathi Gachagua anafaa kukamatwa na kuwekwa ndani. Sijui mbona hadi sasa Gachagua hajaweza kuchukuliwa hatua yoyote licha ya kuwa anazungumza mambo kama haya. Rigathi ni mtu ambaye anastahili kutupwa kutoka KICC juu mpaka chini. Mtu amejua kufunga longi juzi tu. Juzi ndiye amejua position ya kufungia longi. Juzi ndiye amejua kutafuna mahindi in public, kukula mahindi in public. Sasa huyo ni mtu mnatuambia ati tuzungumzie. We are not going to discuss Rigathi Gachagua. As young people, yeye haizi kuwa topic tena. Going forward, we want to discuss issues ambayo ina develop nchi na hii continent ya Africa. Hii mambo ya Rigathi sijui nini. Hiyo hata sisi hatuwezi kujali. Rigathi Gachagua ni mtu ambaye simama. He cannot vie. Na kama watu wa mlima wanataka avai, sasa itabidi wazungumuze sijui na nani. Kwa sababu Rigathi hapa Kenya ana space, ana nafasi tena. Mambo yake ilishi. Yes.